msisitizo katika Pentekoste hii, katika kongamano hili, ni umuhimu wa kurejesha upentekoste katika kanisa. Tunahitaji kurejesha upentekoste katika kanisa. Na nitawapitisha katika kanisa la Kipentekoste la kwanza, ambalo mchungaji kiongozi wake alikuwa ni Petro. Maana kuna watu huwa wanapotosha, wanasema kanisa la kwanza ni kanisa Katoliki. Hivi vidini vingine vilifuata. Na ukikutana na mtu anasema hivyo, mwambie wewe hujui hata historia. Kanisa la kwanza, tukiongea kidhehebu, kanisa la kwanza lilikuwa ni la Pentekoste. Kanisa Katoliki limekuja kuzaliwa baada ya mwaka 312 Konstantini alipoongoka, kutokana na influence ya kanisa la Pentekoste, ambapo siku moja wakati wanawatesa hawa wa Pentekoste, akiwa katika harakati za kupigania nafasi ya ukaisari, akaonyesha katika maono ya kwamba, akaonyesha msalaba, alafu akaambiwa kwa nguvu ya huu msalaba ndipo utaweza kushinda hii vita na kuweza kushika hiyo nafasi. Na hicho ndicho kikawa chanzo cha Konstantini kuamua kuondoka na kuwafuata hawa Wakristo, na akaamua kuwa Mkristo kutoka upagani wa Kirumi. Na huo ndio ukawa wakati wa yeye kutumia nafasi yake, akakomesha mateso ambayo wa Pentekoste walikuwa wanateswa kwa sababu ya imani yao. Kwa hiyo kanisa Katoliki limezaliwa kuanzia pale. Maana Katoliki ni neno la Kilatini linalomaanisha kitu kilichoenea mahali pote. Kwa sababu Ukristo ukawa ufalme wa Rumi ulikuwa umeenea mahali pote. Na sasa serikali ya Rumi ilipofunga ndoa na kanisa baada ya Konstantini, ndio hilo neno Katoliki likatokea, kwamba kitu kilichoenea mahali pote. Kwa sababu mtu, kanisa la kwanza lilikuwa ni la Pentekoste. Lilikuwa na sifa zipi? Ndio nataka tuzipitie sifa za kanisa la kwanza la Pentekoste. Sifa ya kwanza, lilizaliwa na Roho Mtakatifu. Haleluya! Lilizaliwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Nasikia kuchemka hapa. Lilizaliwa maana mimba yake iliyokuwa imetungwa kwenye wazo la Mungu, ni Roho Mtakatifu ndiye alikuja kulizaa. Lilizaliwa katika tumbo, in the womb of the Holy Ghost. Likazaliwa katika tumbo, kutoka kwenye tumbo la Roho Mtakatifu. Kwa kuwajaza hawa wafuasi wa Yesu waliokuwa 120, kanisa la kwanza likaanza kwa ujazo wa Roho Mtakatifu, likazaliwa. Wakati huo halina hata jina la kidhehebu. Kwa muda kadhaa wanaitwa watu wa njia
madhehebu, ni watu wa njia ile. Ila Antiokia kwenye sura ya 11 ya Matendo ya Mitume ndio wakaitwa Wakristo kwa mara ya kwanza. Baada ya kuangalia hawa waliozaliwa na Roho Mtakatifu, kuongea kwao wakiongea wanaongea kama Yesu, kutembea kwao wakitembea wanatembea kama Yesu, maisha yao wakiangalia wanamuona Yesu, kuvaa kwao wakiwaangalia wanamuona Yesu, kuomba kwao wakiwasikiliza. Mbona maombi yao ya tofauti? Na si kwamba hakuna watu wanajua kuomba Biblia, walikuwepo Mafarisayo, walikuwa wanajua kuomba, lakini walikuwa wakisikiliza maombi ya walizaliwa na Roho Mtakatifu. Sasa mbona maombi haya yako tofauti? Walipojumulisha yote haya, mwisho wa sura sema hawa jamaa ni kama vile kama Yesu alijua. Anasema hawa ni Wakristo. Wakaitwa Wakristo kwa mara ya kwanza. Sifa ya kwanza lilizaliwa na Roho Mtakatifu, na ujazo wa Roho Mtakatifu ndio lilitembea nao, na kupitia ujazo huu wa Roho Mtakatifu liliweza kuzidhihirisha kazi za Mungu kwa kiwango kisichokuwa cha kawaida. Unaposoma Matendo sura ya 2 mstari ule wa kwanza mpaka wa 4, kwenye ule mstari wa 4 anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema lugha mbalimbali kadri Roho alivyowawezesha. Kama vile haitoshi, na kwa sababu Yesu alikuwa ameongea na hao watu, amewasisitiza kwa kiwango cha hali ya juu kuhusiana na ahadi ya Roho Mtakatifu, na wao walishika isivyo kawaida umuhimu wa ujazo, na huo ndio ulikuwa msingi walishika. Huu ndio msingi wa sisi kuweza kutenda mambo yote. Chanzo chetu na jeuri yetu kama fahari ya vijana ni nguvu zao, kama fahari ya wanawake ni uzuri wao. Basi sisi fahari yetu kama kanisa ni mafuta na nguvu za Roho Mtakatifu zinazotenda kazi kwenye maisha yetu. Haleluya! Ndivyo walivyofahamu. Kwenye sura hiyo ya 2, ukitaka kujua na kwamba hawa kwa sababu walijua wao ndio wamezaliwa na Roho Mtakatifu, kama kuna kitu walikikazia kuliko vitu vyote ilikuwa ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana katika mstari wa 38 sura hiyo ya 2, Petro anapoongea na watu wali mataifa kama 16 hivi yaliyokuwa yamekusanyika Yerusalemu siku hiyo ya Pentekoste, kulikuwa na mataifa kama 16 hivi. Wakati anaongea na yale mataifa, mstari wa 38 anasema hivi, anasema Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. Alafu anarudi sasa kwenye msisitizo, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya! Yaani nini? Baada ya kuamini na kutubu dhambi zenu, mnatakiwa kanuni hizo pale pale, lazima ninyi mzaliwe na Roho Mtakatifu kama vile sisi ambavyo tumezaliwa. Na akawaeleza maana ahadi hii si kwa ajili yetu tu, ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali, wakiwemo Wanyamwezi wa Tabora, Waha wa Kigoma, Wasukuma wa Mwanza,
watakaoitwa na Bwana wamjie. Hiyo ahadi ni kwa ajili yao. Msisitizo ulikuwa uhai wa kanisa, uzima wa kanisa. Yani umejificha ndani ya fundisho hili, na hii ndio mojawapo ya fundisho la mitume ambalo kanisa la kwanza walidumu katika fundisho la mitume. Fundisho mojawapo ilikuwa ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Kama vile haitoshi, ukiendelea kusoma sura ya 4, Petro baada ya kufanya ule muujiza kwenye mlango mzuri, alafu muujiza ukaleta kesi. Sura ya 3 ile, sura ile ya 3 muujiza ule unatokea. Sura ya 4, kwa sababu ya wivu, baada ya kuona miujiza iliyokuwa inatendeka inawavuta watu wengi, wanawaandaa mitume, wana watu wa dini wakakasirika, wakawakamata Petro na Yohana. Nilipokuwa nasoma nilicheka. Ule mstari wa 7, walipowaweka katikati. Kwa Petro na Yohana wakawekwa katikati, usawa wa kati. Okay? Wakaweka mtu kati. Wanahojiwa. Hatukuwazuia kwamba walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Sasa ukiangalia hili swali, sikumbe tayari walikuwa wanajua. Sasa sijui wanajiulizisha nini sasa. Sasa mstari wa neno unasema hivi, Petro aliyejazwa, sura ya 2 mstari wa 1 tunasoma, ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu. Haleluya! Petro akajaa tena, akiwa usawa wa kati, amewekwa mtu kati, akajazwa tena. Huo ndio ulikuwa mkazo. Ukienda mstari wa 31 sura hiyo hiyo, maana baada ya pale walipigwa vitisho, Petro akawaambia tusipotezeane wakati. Mambo ambayo sisi tumeyaona kwa macho yetu, hayo lazima tutayasimamia. Maana yule mliyemsulubisha Mungu alimfufua katika wafu, na kwa jina lake hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Akawapasukia ukweli, hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, isipokuwa anayetaka kumwamini Mungu lazima apitie kwake. Hukumuni ninyi wenyewe, kwa yule mstari wa 12, wala hakuna wokovu mwingine katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Walipouona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu. Sasa wakapata na majibu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Haleluya, haleluya. Inawezekana wewe hujaenda shule, inawezekana wewe unatoka familia maskini, inawezekana wewe kwenye ukoo wenu, yaani ndio mnaonekana mko hoi hoi. Nataka nikwambie, isikujalishi. Ukitaka kubadilisha maisha yako, siri iko katika kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Siri iko katika Roho Mtakatifu. Maana tumesoma ya kwamba wakatambua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, lakini wanafanya mambo haya.
kipawa cha Roho Mtakatifu. Sauli aliambiwa katika Samueli wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 6 na kuendelea, akaambiwa hivi, utakutana na wana wa manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye tai, wenye zeze, wenye kinanda, nao watakuwa wanatabiri. Watakapokuwa wanatabiri, na wewe unakutana na wao, na wewe Roho wa Bwana atakuja juu yako, na wewe utaanza kutabiri na wewe, na kisha utakapokutana na hao watu ukajaza Roho wa Bwana ukaanza kutabiri, akasema utageuzwa kuwa mtu mwingine, maisha yako yatabadilishwa, utakuwa kitu kingine. Tunayo siri ambayo tukitaka kuwa watu wengine, tukitaka kufanya mambo ya kushangaza katika dunia hii, the secret is the Holy Ghost, ni Roho Mtakatifu. Siri ni kupokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kumgeuza mjinga akawa mwerevu. Roho Mtakatifu anaweza kubadilisha maskini akawa tajiri. Haleluya, 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 haleluya. Walikazia ujazo wa Roho Mtakatifu kwa sababu ya baada ya kuonya hicho kitu, waliona siri iliyokuwamo. Kama vile haitoshi, mstari wa 31 baada ya vile vitisho inasema, hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Yaani wamejaza kwenye sura ya 2, na Petro anapotoa maelezo juu ya kile kilichotokea anawasisitiza kujazwa. Kwenye sura ya 4 Petro anajazwa tena kwenye mstari wa 31, wakati anatoa ile taarifa ya vitisho, kanisa lote tena wakajazwa tena. Ningeweza kukuonyesha, lakini pia kwenye sura ya 9 au ya 8, maana maandiko yako mengi. Sura ya 8 mstari wa 14, Filipo alipoenda Samaria, wale watu walipookoka na habari zikasikika ya kwamba Samaria imemgeukia Bwana, mstari wa 10 unasema, na mitume waliokuwa kwa Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Cha kwanza walikuwa wamekazia ujazo wa Roho Mtakatifu. Sura ya 9, Sauli baada ya kuongoka, baada ya kukutana na Yesu, kwenye mstari wa 17, Anania anapotumwa kwenda kumwombea, anamwambia, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Kanisa la kwanza walikuwa wanasisitiza ujazo wa Roho Mtakatifu. Sura ya 10, kwa kule Kaisaria, kwenye nyumba ya Kornelio, Petro alipoitwa, wakati anaendelea kuongea nao, Roho Mtakatifu akashuka kwa wale waliokusanyika, na wao wakajazwa, wakamsifu Mungu. Kwenye sura ya 19, baada ya Apolo alipokuwa Korintho, mstari wa 1 Matendo 19, alipokuwa Korintho, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu,
Akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza swali la kwanza kuonyesha ya kwamba ujazo wa Mtakatifu ulikuwa ndio mkazo. Swali la kwanza kwamba mnamwamini Yesu, sawa, hiyo mmefanya vizuri, lakini mna swali, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Akasema hata kusikia hatujasikia. Lakini tunachokiona hapa kwa kanisa la kwanza lilikazia, maana baada ya hapo aliwaombea na wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Kanisa la kwanza kama kuna kitu lilikazia ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Ninaweza nikakusomea maandiko mengi, lakini ngoja niishie hapa ili nikurudishe sasa kwetu. Haya ni kote. Sisi si Wapentekoste. Haya ni kote. Siku hizi mambo ya Roho Mtakatifu yanaongelewa wiki hii. Wiki ya Pentekoste. Nasema wao ili trend kwenye makanisa yote kitembea, mambo ya Roho Mtakatifu yanaongelewa juu au yanaongelewa wiki hii ya Pentekoste. Baada ya pale tunapiga kimya. Ukiangalia ibada za wenzetu kanisa la kwanza, kila ibada wakikutana lazima frequency zipige mahali zibadilike. Lazima kabla ibada haijaisha, lazima watu wariba ya kata rekebebe kata, ndipo ibada inakungwa wanaondoka. Na ndio maana hata wakati wa kwanza ile miaka tuliyookoka miaka ya 80, ndio maana ibada kanisa la wakati ule lilikuwa tofauti sana na kanisa la sasa hivi, kwa sababu kila tulipokutana tulihakikisha tumejazwa Roho Mtakatifu. Na kulikuwa na wakati, na ndio maana jana nilikuwa nasema ziko wapi hizo nyakati za akina mzee Andrea Shimba, nyakati ambazo watu walikuwa wanajazwa Roho Mtakatifu. Niliwahi kushuhudia kipindi hicho, watu wakijaa Roho Mtakatifu akishuka, watu wanajaa Roho Mtakatifu, hawezi kuongea kwa lugha nyingine mpaka hata siku 3, amefurika nguvu za Roho Mtakatifu. Ukimsema chakula mali analipuka, anaenda kwa lugha, haijalishi anatokea familia ya kipagani au vipi, lakini ile nguvu imemjaa. Siku 3 mfululizo, sizungumzi kitu ambacho nilisimuliwa, niliona kwa macho yangu. Ndio maana nilikuwa nawaambia jana, kuna mambo ambayo kizazi hiki ambacho waliokoka miaka ya 2000 kuja huku, kuna vitu ambavyo hamkuviona ambavyo sisi tuliviona. Kuna mambo ambayo hamkuyaona ambayo sisi tuliyaona. Alafu sasa cha ajabu, wote ni walokole wa Pentekoste, tunasali pamoja. Na ndio maana tunatofautiana sana katika mambo, tunatofautiana sana katika mitazamo, kwa sababu ukisoma kwenye Ezra sura ya 3 kuanzia mstari wa 10 na kuendelea, inaongelea habari ya kizazi ya vizazi kama 3. Baada ya wale waliokuwa uhamishoni kurejea, waliporudi walipata msaada wa Koreshi, wakajenga msingi wa hekalu. Maandiko yanasema kusoma ile Ezra, baada ya kujenga ule msingi, walipoweka ule msingi, wakawaita wana wa Lawi, wakatoa nafasi zao, wakaanza kumsifu Mungu, wakisema kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndio kusema mwenyewe kwa maana fadhili zake ni za milele, na wakapiga kelele za kushangilia isivyo kawaida. Lakini kwenye hiyo mstari inasema wale walioliona ile hekalu, walioshuhudia msingi wake wa kwanza, wao badala ya kushangilia waliambiwa
unashangilia hujapata kuona. Wakati kizazi kilichoshuhudia lile hekalu la kwanza, walikuwa wakiangalia wakasema, hiki si kitu ambacho sisi tunakifahamu, si kitu ambacho sisi tuliwahi kukiona. Katika Waamuzi sura ya 10, sura ya 2 mstari wa 10, kuna kizazi kingine cha tatu ambacho hata sasa hivi inawezekana kimo katika kanisa. Kizazi ambacho baada ya kile kizazi kilichoshuhudia bahari ya Shamu ikipasuka, wakaona kwa macho yao, wakashuhudia jinsi wale kwale waliokuwa wanateremka kazoni kama na kuchinja, wakashuhudia jinsi mwamba ulioambiwa kutoa maji na maji yakatoka, wakashuhudia jinsi waliomsumbua Musa kwamba wewe kila siku nakwambia Bwana amesema, Bwana na sisi tunataka tumsikie moja kwa moja. Musa akasema tembele, wakaenda kwenye ule mlima, wakashuhudia jinsi Mungu alivyoshuka kwenye ule mlima, wakiona kwa macho yao, wakaona utisho uliotokea, wakaona kwa macho yao. Maandiko yanasema kwenye Waamuzi, kizazi hicho wameisha wote, wamezikwa, wamekufa. Ikainuka kizazi kingine ambacho hakimjui Bwana, moja. Pili, wala kazi alizozifanya kwa ajili ya Israeli. Na ndio kanisa la sasa hivi tuna mchanganyiko wa hilo vizazi. Kuna kizazi kisichomjua Bwana wala kazi aliyoifanya kwa ajili ya kanisa. Ukieleza nguvu ya msalaba, hakielewi msalaba una nguvu gani, damu ya Yesu ina nguvu gani, hakielewi, hakiyajui haya mambo. Umezaliwa kanisani, umezaliwa na wazazi wako kanisani, unasikia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, unaisikia. Lakini wale ambao walikuwa kwenye damu mara ya kwanza, alafu Mungu akawatokea, wakaokoka, wakaanza kuona mabadiliko yaliyotokea, hao wanaweza wakaeleza the power of the blood of Jesus. Sasa hata kanisa la leo tuna mchanganyiko huu. Kuna wale walioshuhudia miaka ya 90. Siku moja mzee Kuloha akiwa anahubiri pale Uganda, pale Mwanza, wakati anahubiri nguvu za Mungu zikashuka. Ziliposhuka akajikuta ameruka. Aliporuka, badala ya kutua kurudi chini, akaendelea kupaa mpaka watu wakaanza kumwangalia hivi akiwa ameganda pale hewani. Alafu baadaye akaanza kurudi taratibu, anaimba zahabari, anarudi taratibu duniani mpaka akatua kwenye jukwaa. Miujiza iliyotokea siku hiyo. Kuna kizazi kimeshuhudia hayo. Kuna kizazi kimeshuhudia hayo. Lakini kuna kizazi ambacho hakijui hayo. Mzee Kapige siku moja anaenda kuhubiri, sisi alikuwa anaenda kuhubiri wapi? Akakuta mto umefurika na baiskeli. Kuta umati wa watu upande huo mto na upande mwingine umejaa, wanasubiri maji yapungue. Roho Mtakatifu akamwambia, utachelewa kwenye mahubiri, endelea na safari, pita hapa. Na nipiteja na kwambia pita. Dandia baiskeli, anaanza kanyaga hivi, shangaa baiskeli haizami, ikapita ikakatisha mpaka upande wa pili. Vimetokea na Watanzania wenzetu hapa. Na mekanizmu hiki tunachokiongelea ujazo Roho Mtakatifu. Mzee wa watu akavuka upande wa pili. Wengine walipojaribu maji yakawashukuru. Una roho wewe unajaribu kufika mahali ambapo mtu anafanya roho. Chukuliwa kawauliza wa Misri. Leo mchezo wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, kwenye ibada zetu,
ibada kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakuna kusikia zile kumbukumbu za Roho Mtakatifu watu kunena kwa lugha. Na ndio kama nilivyosema jana, hekima tatizo mbaya. Roho wa Bwana watia. Utaratibu kwa ibada moja hadi nyingine. Ni mpaka itokee siku hiyo amekuja kutufaya kama mimi. Ibada zetu zilipaswa kila tunapokutana lazima tushangae